Kimo chao kimotoni. Inspector Generali Douglas Kanja atoa onyo kali kwa wavamizi wa All Saints Cathedral, akiahidi kutoacha hata mmoja, kwani watavuna walichopanda. Wale goons na gangs wherever they are, na wale wanalipa wao, wanielewe mzuri. I don't have space for them. Criminals are criminals whichever side they come from. Wao ni wahalifu, si kweli? So we must deal with them. Ya kwamba mtatokezea mkiwa vijana 5, vijana 10, mwende mfanye maneno, si kweli? Lakini ni kila mmoja wenu ambao ule atachikwa na mnayo na polisi atapelekwa kotini peke yake. Na hata sema nilikuwa na wengine 10, na utastakiwa na hiyo nini? Uvunjaji wa sheria yako, si kweli? The leaders of those gangs and goons, those who finance, we are going to go for them. We are also hunting down the rest because we know a number of them, and we are also appealing to the community to help us in identifying the others. Nobody will be left free as long as you are involved in that activity. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na wale wa dini walikashifu visa vya vijana kutumika kuzua vurugu, kwani mtego huo utarejea ngamani. Na sisi tunataka kusema hao kabla walete shida Mungu awaondoe. Anyone ambaye anabeba upanga, sikia live here. Anyone anaopanga goons, yeye ndiye atauawa na hao goons. Upinzani nao ulifuata nyayo, huku wakinyooshea kidole idara ya polisi kurejelea mbinu za kiimla kunyamazisha sauti za upinzani. Kuna shida Kenya. Shida kubwa sana. Kuna idara ya polisi ambayo sasa inamilikiwa na magun, yani wahuni. Wengine wabeba mapastola, wengine, na kazi ya polisi ukifika Nairobi badala ya kulinda usalama wa wananchi wanalinda magun. Ndio magun wazuie kina Kalonzo na kina Gachagua na kina Jebi Muturi na kina Matiang'i na wale wengine Eugene Wamalwa, tusisonge na kuokoa Kenya. Just ask yourself a very basic question. All Saints Cathedral is in the capital city of our country. How can people beat up the thugs, criminals, beat up people even into All Saints Cathedral in the capital city of our country? How can that happen? I don't understand whether our leaders have a sense of shame. What this country needs is decisive courage to clean up this mess so that our country goes back to what it's supposed to be. Because in this day and age, how can you have people with rungus running around in the capital city of our country? And how do you hope to attract investors and people to come and put resources in your country, visitors? You know, we were told back in 2022 ya kwamba sisi tumefanya makosa, we elected watu wa wash na we also elected goons. Ile bunge iko na chiefs wa goons. So when you start complaining about goons, na some goons are already members of parliament, it's a very dangerous life that we are having as a country, and for us to get ourselves out of that mess, we need to be very careful as to how we vote come 2027. Je, ni mzaa upi uliotumbua usawa? Siku 5 baada ya vurugu kuzuka katika kanisa la All Saints Cathedral, magurudumu ya haki yameanza kugeuka. Wanaume watatu wanaodaiwa kuwa miongoni mwa kundi la takriban watu 200 waliwazidi nguvu maafisa wa usalama na mapolisi kabla ya kuvamia eneo la kanisa, hatimaye wamefikishwa mahakamani. George Otieno, Effenberg Wanyama na Melvin Alomaso walifika mbele ya hakimu mkuu wa Kibera Stella Atambo, huku wapelelezi wakisaka muda zaidi wa kukamilisha uchunguzi kuhusu tukio hilo. Jambo la kusema. Washukiwa hao waliokamatwa katika eneo la Mathare North sasa wameamriwa kusalia rumande kwa siku 10 ili kutoa nafasi kwa uchunguzi kukamilika. Kwa mujibu wa wapelelezi, watatu hao wanashukiwa kuwa sehemu ya genge ya chini ya mnazi linalodaiwa kuajiriwa kutekeleza uvamizi huu. There was robbery, there was stealing, and there was threats to life, Your Honor. Isitoshe, uchunguzi wa awali umeibua madai kwamba njama ya shambulio hilo huenda ilipangwa na kufadhiliwa na watu wenye ushawishi wa kisiasa. Katika jitihada za kufungua kitendawili cha tukio hilo, polisi wamefufua simu za rununu za washukiwa kwa uchunguzi wa kitaaluma ili kufuatilia mawasiliano na kubaini mtandao mzima wa uratibu wa uvamizi huo. It is believed, Your Honor, there are
names of leaders who are behind this, Your Honor, but we are yet to find out. Vile pikipiki inayodhaniwa kutumiwa wakati wa uhalifu huo imechukuliwa kama sehemu ya vielelezo muhimu vya uchunguzi. Are you in agreement with what he is seeking? Wakati huo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amelaani vikali tukio hilo na kuagiza vyombo vya usalama kuvunja mtandao wa magenge ya vijana wanaokodishwa kuvuruga mikutano ya hadhara. Huku pazia la uchunguzi likiendelea kufunguliwa, maafisa wa usalama wangali katika msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata washukiwa wengine wanaodaiwa kutoweka mara baada ya kutekeleza uvamizi huu. Jina langu ni Arulang kutoka kaunti Mombasa.